Sema ni sawa by the way. Nilipata definitions tatu za comfort zone. What is comfort zone? Cha kwanza nikasema comfort zone ni zone ambayo unakuwa unafanya vitu ambavyo umeshazoea kufanya na umevifanya kwa namna ambayo umeshaizoea. Yani something you are used to do and in a way that you are used to do. Tuchukulie mfano tuseme katibu anakuja hapa kila siku, ameshazoea atasimama na ameshazoea kwamba kuna matangazo fulani na fulani atasema, anajua akianza atajitambulisha, atasema ada ya wanachama, atasema wageni, you know, like something they are used to do, na ameshazoea in a way they are used to do. So at the end of the day ni kitu ambacho hakimshtui. Yani it's something you can note this as number 2, something about it's not taking them out of their risk, and it's not giving them any risk. Ni kitu ambacho wameshazoea kufanya. Akiwaza kwamba ni muda wa katibu kusimama, haimshtui, haogopi, haoni kama ni anything new, ni kitu ambacho ameshazoea kufanya. Hiyo ndo nikasema kwamba it's my first definition ya comfort zone, kwamba something you are used to do and in a way that you are used to do it. Then nikafikiria tena, what's another definition of comfort zone? Nikasema namba 2, it's something that you know you have the ability of doing it. Kitu ambacho unajua kiko ndani ya uwezo wako. Hii inaweza ikawa proven, inatam kwamba ulishaijaribu kufanya na ukajua unaweza kufanya, so yeah, hiyo ikawa ni comfort zone yako. Au ni kitu ambacho your guts au emotions zinakuhakikishia kwamba you can do it without any further reasoning. Yani ni ikipita tu idea kwenye akili yako kwamba leo nisimame niongee, haikushtui, haikupi shida yoyote, ni kitu ambacho you know you have the ability to do. Na nikasema number 2, taking an example of academics. Sisi wote hapa ni wanafunzi, si ndio? Then tuseme kuanzia mwaka wa kwanza umepata B+5, mwaka wa pili umepata B+ tena 3, 4. Mwaka wa 3 unapokuwa unaenda kufanya kwa mtihani, wakati unaandaa malengo yako, unaandaa somo hili nipate grade fulani, somo hili nataka ni strive nipate grade fulani. The moment utakuwa pale unaweka this subject maybe CP nipate B+, it is something that haitakuwa inakupa shida. Kwa nini? You have previous experience za kupata B+, like it's something normal to you. Sio kitu cha kushtua, yani sio kitu cha kubadilisha, sio kitu kipya, ni kitu ambacho tayari umezoea kukifanya. So nikasema hiyo ndo second definition, something that you know you have the ability to do, something that you are used of doing. Lakini namba 3, kama Samson alivyosema, nikapata comfort zone ni kuridhika, kuwa satisfied, ni comfort zone. One of the problems ambao sisi wengi tunayo ni pale ambapo tunapata vitu and tunaona kama hapo ndo mwisho. Yani nimepokea leo boom $600 and I feel like since itanitosha kwa miezi 2, sina haja ya kufikiria jinsi ya kupata zingine zaidi. I am comfortable with that I have. Nimesharidhika, nimeshajua my plans za kula zimeenda vizuri, nimeshajua my transport iko sawa, nimeshajua sadaka yangu iko sawa. Unakaa hapo, huwazi, uendelee kuwaza anything about finance. Unakuwa na focus your mindset kwenye mambo mengine, maybe academics and every other thing. Lakini unakuwa unaachana na mambo ya kuwaza kuhusu finance, kwa sababu tayari umeridhika, tayari umeshatoshelezwa na hayo ambayo umeyapata. So wakati nafikiria hivi vyote, it gave me a certain conclusion kwamba true, mara ya kwanza nilisema kwamba the biggest fear ni kushindwa kufanya kile ambacho unawaza. Lakini sasa hivi nikaja in a point of conclusion kwamba the biggest failure sio kushindwa kujaribu. The biggest failure is limiting your mind to think. Yani mimi sitegemei kukuona unafanya kitu ambacho hujafikiria. Kwa hali ya kawaida, unataka
kuanzisha biashara, it starts in your mind, it starts as a thought. Utaanza kwanza kufikiria nataka nifanye nini na nini na nini, then you try. So the biggest failure so kwamba wewe umefikiria nataka nifanye biashara ukashinda kufanya biashara. The biggest failure ni wewe kujilimit kwa in a space kwamba yani mimi zone yangu ni hapa tu. Huwazi nje hapo. Unawaza tu academics. You don't think outside academics. You are a woman. Unawaza tu kuolewa. You don't think about life after that. Yani you have been limited. You have kept yourself in boundaries that you cannot explore something beyond what you are in right now. So that is one of the biggest failure ambayo sisi tunafanya. Na nakumbuka hata naweza kumquote Chair akawa anasema kwamba katika maisha don't limit yourself to imagine. Kwenye Biblia inasema uonavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Kama hauoni inamaanisha you can't be it. Then nikawa nawaza na nahitaji cooperation yenu kwenye hili. Wote tumepitia O level na some pia amepitia A level, right? Si ndio? Okay, tulikuwa tuna NECTA exams. Wangapi walishawahi hata kucross akilini kwao kwamba they can be top 10, like top number 1 kipindi huko kuna TO, yeah, TO. Wangapi washawaza? Siogope wadada. Sijaona mkono. Wangapi washaweza kuwa TO? This side. Okay. So, yeah, you see, that's the first biggest failure. Failing to think. Yani unajilimit, uweze kwa, yani hutaki hata kuwaza. So, hongereni nyinyi ambao mmewaza. Sijajua mmefika wapi. Ila mimi nakumbuka kuna mtu alishaiwaza kwa TO. Kiukweli hakuwa TO, ila grades alizopata, yani unaona kabisa yule mtu alikuwa anaelekea basi tu labda alikuwa top 20 au top ngapi. Ila the first thing, if you really want to get out of your comfort zone, the first thing you need to change your mindset. Uone kwamba you can think beyond. So unaweza kaniambia, okay, we have to think beyond. How do I know? Yani sasa mimi ndo niko kwenye cage. Sifikiri beyond, sifikiri outside the box. What will make me think outside the box? You can be asking yourself that question. Na nikaja na 3 ideas. What helps you get out of comfort zone? Cha kwanza nitaanza na hii. Watu wengi wanatoka out of their comfort zone when they have no choice. They have no any other choice. Jennifer, ishi kwa malengo. Naomba nikutolee mfano, Jennifer. Na kumbuka kuna siku okay, sisi wote hapa kuna watu tuna boom na nini na nini. Na tulipokuja first year, so wote tulikuwa tunajua jinsi ya kutumia boom zetu vizuri. Kuna watu ambao tulikuwa tunatumia hela vibaya, si ndio? So kwa yule ambaye alikuwa anajua kutumia hela vizuri na amepewa laki 6 na ameshaona inatosha miezi 2 akaridhika, well and good. Alafu kuna wale ambao walifika hapa first year wakaenda machinga wakatumia hela zao zote zikaisha kabla ya miezi 2 kufika. Afu hapo sasa wakawa hawana hela ya kula, ikawa inalazimu kufikiria watafanyaje wapate hela ya kula. Na hiyo ikawafanya watafute different means. Na mfano dada yetu Jennifer akaanzisha biashara. Na biashara inaendelea hadi sasa hivi, si mnamuona na post perfumes. So one of the reason ambayo inafanya watu watoke out of comfortable zone ni they have no choice, yani wanapitia kwenye shida. Tofauti ya mimi na yeye ni kwamba mimi nilikuwa ninaona hela yangu inanitosha na ilinitosha. Kwa hiyo sikuwahi kufikiria
fanya kitu kingine. But because she had no money and she had no choice, akabidi aanze biashara. But biashara ni kitu kizuri, si ndio? Ni kitu ambacho kinaweza mpaka sasa hivi kinamsaidia, I believe kinamsaidia na kinampeleka another mile. So one of the thing that helps people ni hivyo. Lakini sita focus kwenye hii. Sitamani upitie shida ndo uanze ku think outside the box. So the second thing, one of the most important thing, ni kutokuridhika. Don't be satisfied. I remember kuna kipindi nilikuwa yani I was so eager kufanya mtihani. Yani kulikuwa kuna mtihani ambao nilikuwa natamani sana nifaulu. Nilikuwa nimeka all my efforts. Ninakesha, ninafanya nini, yani nilikuwa natamani sana nifaulu. Hiyo siku nikawa nimemshirikisha mtu. And then baadaye Mungu akanipa neema, nikafanya na nikafaulu. Nikarudi kwa yule mtu, nikamwambia nafurahi nimefaulu. Akaniambia hongera, maisha yanabidi yaendelee. I was like, I am so happy right now. Kwa nini usifurahi na mimi? Yani kwa nini uanze kuniambia tena maisha yanaendelea? So ndo hapa nikajifunza kwamba kutokuridhika. Yani wewe kuweza kumaliza one milestone, it's a start of another milestone. Don't stay in that zone. Umefanikiwa, umeka plans this year kwamba unatamani ufikishe 1M cash. Unafanya business, umefikisha, usiridhike. Taka kufanya more. Do not be comfortable with the things that you're doing right now. Do not be comfortable with the profits that you're getting right now. You're a student. Umetamani kupata GPA ya 4.5. Umeipata. Next year, plan for more. Usiridhike. Yani ile hali kataa kuwa the same this year and the same next year. Kataa kuwa the same this month and the same next month. Do not be the same. Hata kama ni kitu ambacho yani ulikuwa natamani sana, yani nilikuwa mfano nasuka. Nilikuwa natamani sana nifikishe nywele zangu zimekuwa hapa. Umenunua kila aina ya product ya kufanya nywele zako zikue. Zimefika, so what? Keep on, set another limit. Go back to your goals, adjust your goals. Set another goal. Set a goal farther than what you are. You know the biggest failure kama nilivyosema ni kwamba watu tunakuwa tunajilimit, unashindwa kufikiria. Unajiona wa kawaida, but let me tell you today, you are more than what you are right now, and you can be more than that, more and more. There are many more versions of you than how you think. The moment you take a step ya kwenda kwenye a different version is how you see more opportunities of getting to an even higher version. Hao wote ambao walianza kuwa wakubwa huko, walianza ku take steps small by small by small. Unaanza kwanza nasema ngoja nijaribu. This semester nataka nipate B+. Umepata. The next semester huridhiki, unasema nataka nipate A. Okay, so it's possible kupata A. The next time I want to get full A. Yani A zote. You set strategies. Of course, nitakuja kuongelea the best way of getting out of your comfortable zone. So you set strategies, unapata full A. The next time unataka kupata GPA 5. Like that is how we come to, yani unakuja kumwona baadaye best student amekuwa announced best student. Lakini alianzaje? Alianza hivyo hivyo kidogo kidogo, kutokuridhika. Today wewe hapo umeka plans, umepata B+ and you feel like it's enough. You feel like ndo umemaliza. No. It's a start of another journey. So be sure kwamba kwenye maisha yako usiridhike. Umetaka gari, umepata. So what? Taka lingine. Number 3. What helps you to get out of your comfortable zone? Ni driven ideas, your imaginations. Kama nilivyosema mara ya kwanza, don't limit yourself to think. Najua wote hapa tuko ni wanadamu, so I believe nachokiongea ni kitu ambacho kiko real kwetu. Kila mtu hapa ana imaginations. Yani kuna muda unakaa unaanza kuimagine, ningekuwa na BMW, ndio nalitembelea. Ningekuwa na gari, na nyumba ya aina fulani. Ningekuwa na kitu fulani. Or tuseme kwenye kazi. Mimi personally napenda kupresent. So sometimes nakaaga chini and I feel like naanza kuwaza niko jukwani na present like yeah.
mwingine anaweza kuwa anawaza anahubiri, mwingine anawaza anafundisha. So this driven ideas, it's what will keep triggering you to get out of your comfortable zone. These ideas, yani ambavyo unazidi ku allow your mind to think, the more you allow yourself to imagine, it's what will help you to get out of your comfortable zone. One note, ukiwa na mtu ambaye unamshirikisha, labda unasema mimi nataka ninunue nyumba ya aina fulani, alafu that person akakucrush, akakwambia wewe ndo wakufanya kitu fulani na fulani, yani kambali na yeye, just simply kambali na yeye. Kwa sababu gani? Thoughts ndo one of the earliest stages za wewe kufika pale ambapo unataka kufika. The first stage ni kufikiri. So if somebody is able to attack you not to think, there is almost no way of you reaching to a higher rate. Yani kama mtu akifanikiwa kuweza kucheza na akili yako, kukufanya ujione hauwezi, be sure kwamba hautaweza kuwa mtu mkubwa baadaye. So if there is someone who is around you ambaye anakulimit kufikiria, ambaye ukimwambia your thoughts and your big ideas anakukrush, simple idea, just ignore the person, kwa sababu you have to allow yourself to think. The more you allow yourself to think is what gives you the driven force ya kufanya. Unawaza kwamba nataka siku moja niwe best student, yani kuna namna utasoma tofauti na mtu ambaye anataka 2 GPA ya 4. There is a difference. So one of the way ambayo itakusaidia ku get out of your comfortable zone ni hiyo, kwamba uwe na driven idea ambayo inakusaidia kuzidi kufikiria na kuzidi kufika mbali. Na kwa kuongezea hivyo, niseme kwamba kuna this msemo ambao kwa nasema kipindi tuko O-level na A-level huko, tuko tunasoma dictionaries by then. Akawa nasema kwamba mtu ambaye ana imagine ni kama mtu ambaye ana build castles in the air. Nikisema castles namaanisha nyumba zile za royal family, nyumba za kings, za queens ya. Akawa anasema kama mtu ambaye ana think high ni mtu ambaye ana build castles in the air. Then kuna this place nikasoma, anasema ukiambiwa hivyo kwamba you're building castles in the air, don't be afraid to build a castle in the air. What you have to do after building that castle in the air, be sure to find stairs to help you reach to that castle. Yani usijizuie kufikiria kitu ambacho kiko beyond what you are right now. Lakini ukishamaliza kufikiria something that is beyond you, go find the stairs, ngazi. Go find the help that will help you reach to that place. So, kwa nini watu wengi hawataki ku get out of their comfort zone? Watu wengi wanakataa kutoka out of their comfort zone kwa sababu ziko nyingi. Nitaongelea sababu kama 4 au 5. Cha kwanza, aibu. Cha pili ni zile questions za what if I fail, what if it doesn't work out, what if nikipata risk kwenye labda tuseme ni biashara, what if nikatapeliwa, what if hivyo. Then another thing, watanionaje. Hizi ni sababu kuu ambazo zinafanya watu washindwe ku get out of their comfort zone. Kwamba mtu labda amefanikiwa kufikiri kweli, ameshakuwa na ideas, lakini kuna these challenges ambazo zinaibuka zinafanya mtu awe anashindwa ku get out of their comfort zone. So nitaanza kuzielezea namna ya kuepuka one by one. Nikianza na aibu. Yes, nikianza na point ya aibu, how to overcome that. Tuseme nitachukua fani ya uimbaji kwa sababu it's something that I have an experience of. So tuseme wewe ni mwimbaji, umepata driven idea yako, ukiwa naona wale waimbaji wanaimba very high notes, wana
wanapandisha, wanashusha, na wewe unatamani kufanya. At that point unajua kuimba but haujui kuimba as good as them, like you can't reach those high notes ambazo unaona wenzako wanazifanya. And then ukajaribu siku ya kwanza, ukaja hapa mbele muda ibada, ukajaribu kuimba kama wanavyoimba. Of course kwanza utashindwa, alafu ukishindwa itakuwa ni aibu, alafu utachekwa, the so and so and so. Kudensiana manisa sifi. Then utashindwa, alafu of course that thing itakukatisha tamaa, na siku nyingine you'll be scared of trying to do. Utakuwa unaona aibu tena kusimama. So what is the best way of getting out of comfortable zone? First, seek knowledge. It's true you want to get to some heights that you want to get, na ni kweli unaweza. We can be anything you want to be. You can be anything you want to be. I want you to get out of that notion. You can be anything you want to be. So ni kweli unataka kuwa hivyo mwimbaji na ukafanya hivyo high notes, upande ushuke, and all that. But first seek knowledge. So after knowing what you want, umeshafikiria, umeshajua ni vitu gani ambavyo viko inside your interest, seek the knowledge. Kwa kama ni wewe ni mwimbaji, nategemea kwamba utaenda, au kuna tutorials ziko online. Utaenda utasearch how to do that. Utakaa kidogo kwenye hii point ya seek knowledge. Pia kuna point nyingine naweza nika include kutafuta watu. Unaweza kumtafuta Kabaraka, how do you do this and this, atakufundisha. Take a step, learn, anza na mazoezi haya na haya, fanya kile na kile, na mambo mengine mengi ambayo yatakusaidia kuweza kuovercome. So the next time utakuja kujaribu kufanya pamda ibada, hautazingua. Kwa sababu gani? Tayari umeshapata prior knowledge. So one of the thing ambayo inawakwamisha watu kabisa kwenye ku get out of their comfort zone ni kwamba the first time that they tried, they failed, and so they stopped. And why? Because unaona kama hapa nimekuja kuwafundisha kuhusu getting out of your comfort zone. So unatoka na ule moto, like you get out so motivated, unakumbuka kile kitu ambacho ulikuwa unatamanigi kufanya. Unatamanigi kuwa mtu wa kuhubiri injili, unakuwa unakumbuka. The next time, kiongozi wa injili, next week nina somo, naomba nipange. Unakuja hapa unazingua na boronga na utapata aibu. Why? Because you did not sit down and make the strategies to reach there first. Get knowledge. Kabla hujaanza kuimplement, it's true you have been motivated, it's true you have gotten the idea, it's true umekaa chini ukaanza kuwaza hivi, kwa nini sianze kuuza viatu? But first get knowledge. Tafuta walioweza kufika hapo, ambao wanaweza kukuambia, mdogo wangu tunapita hapa na hapa na hapa, njia ni tactics ni hizi na hizi na hizi. So seek knowledge. Kitu kingine, kwa wewe muamini, you have to first seek God in that thing. So we know kwamba kama wewe ni Mkristo na muamini Mungu, kama ni Muislam pia naamini kwamba una Mungu wako ambao unamwamini. Kila mtu ana Mungu wake anamwamini, na we know that they have control over our lives. Akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana. So kabla hujaibuka na kitu chako, make sure you go first and ask for permission to your God. Like go and ask for direction. Hii inasaidia. Unaweza ukawa umefikiria kweli, ukafikiria ukaishia sehemu fulani, lakini the moment that supernatural power comes, kuna mile nyingine ambayo itakuongeza. Kuna another revelation or another way ambayo itakusaidia kuweza kufika. Na cha tatu, unaweza kusema kupractice. Now hii itakuwa na relate na ile point ya what if I fail, what if nikapata hasara, nataka nifanye biashara, what if nikipata hasara. So nakumbuka kuna siku nilikuwa na mtu mmoja mzee, tulikuwa tunapanga naye mambo ya kifedha. Akaniambia, nikawa nampa ushauri ambao mimi mwenyewe sijafanya, ila nikawa nampa ushauri wa jinsi ya kutumia hela zake.
nikawa namwambia nilimkuta actually ana complain kwamba hela alizonazo labda hazitoshi kufanya mambo yake. Nikawa namwambia ununue hisa au ufanye kitu fulani na fulani ambacho they are risky, let's say forex, ingia kwenye forex and hivyo risky things. Akaniambia unajua nini, mimi katika sasa, yeye anajiongelea yeye katika age ambayo amefikia hana muda wa kufanya risky things. Why? Ana watoto wanaomtegemea na familia inayomtegemea, pengine ana wajukuu na wote wanamwangalia. So the moment akichukua hela yake akipeleka forex, then kesho anakuja mtoto anamdai hela, afu kule ameshaliwa hela, kuna namna anakuwa hajajiathiri yeye tu, ila ameathiri na wengi nyuma. But akaniambia, lakini wewe ni kijana, you're still young, you can take risks. Unaweza ukajaribu ukashindwa, utalala njaa ni wewe mwenyewe, you won't be affecting anyone. Huna mtu anayekutegemea, huna watoto, huna mume au mke, yani uko single. So at this time, this is the time where you can take risks. Like, usijilimit, don't be afraid. Kuna certain biashara unataka kufanya, so long as ushafuata the first steps ambazo nimekwambia, kwamba umeseek knowledge, umetafuta watu na umemtafuta Mungu wako, usiendelee kubaki hapo. Take the risk, take the step, do it. Utafilisiwa siku ya kwanza, it's okay, utajaribu tena. Wengi ambao wameweza kufanikisha, waliofanikisha ni kwa sababu walipitia certain periods of failure. Nakumbuka siku moja Elisha alikuwa anaongea kwenye joint mass, akawa anasema the opposite of success is not failure. Failure is a stepping stone to go to your success. Kwamba each failure itakusaidia kujua wapi pa kurekebisha. Each failure will help you to improve and to become better and better, to fit to your success. So kwa ushauri wangu, don't be afraid to take risks. You have the business idea, implement it. Una wazo na nini, just go for it. Like, this is the time. Muda ambao utakuwa umeoa au umeolewa, utakuwa na majukumu, utakumbuka ule muda ambao ulikuwa before. And sincerely, how many booms umepata hadi sasa hivi? What have you done? What productive thing have you gotten out of it? Zaidi ya kwamba kuna siku zingine ambazo ulilala njaa. So just take the risk. Do not be afraid. Lakini pia kitu kingine ambacho kinafanya watu washinde ku get out of their comfort zone ni the swali of watanionaje. How will people see me? Nakumbuka hii pia ilikuwa ni shida yangu at a certain time. Like, tunaambia tukashuhudie, watanionaje? Watu ambao nimekaa nao, yani sio Wakristo, ninaanzaje kuambia kwamba Mungu anaokoa, Yesu anaokoa? It was something that was odd for me. Lakini at the moment ambao nilikaa nika realize kwamba at the end of the day it will be my soul, my spirit na Mungu. Itakuwa tu ni sisi wawili. They won't be there in the judgment day. Itakuwa tu ni mimi na Mungu. And I was like, okay. So since then, yani ikawa inanipa confidence. Nikikutana na mtu hata siwazi, hata siogopi for it, like, Sharon, how are you able to do this and this? You won't be with me at the end of the day. Why should I care about what you think about me? Then that is part of spiritual. Lakini pia hata katika haya maisha ya kawaida, unawaza labda una new idea, unawaza labda usimame uhubiri au nini, then you're thinking, watanionaje nikifanya hiki? Labda tuseme, okay, yeah, good example, uko class, swali walimu kauliza, and then unaogopa kunyosha. Kwa nini? Watanionaje? Wataniona na kiburi na kiherehere, napenda sana kujibu maswali darasani, ninajua sana mimi ndo chinga wa darasa. No. Those people won't be with you the day unaenda kufanya job application. Those people won't be with you the day you are staying at home hungry, you and your family. Why? Because you failed to take steps when you are here. Those people won't be there for you. And in fact, kuna examples ambazo zilikuwa zinatolewa.
kama mtu amekaa, kuna hii magazine naisi wengi mshaiona, mtu alikuwa amekaa amepanda ngamia, wakaanza kusema huyu binadamu anamtesa yule ngamia, anamkalia anamuumiza. Aya, akashuka, huyu binadamu hana akili, hajui kutumia mali zake alizonazo, so what, afanyeje? Ukimuuza amefilisika, ndio maana ameuza ngamia ili apate hela za kuweza kuendesha mambo mengine. So people will always talk like that is constant. You just have to change your attitude. Think about what is best for you. Yani kabla hujaanza kufikiria mtu mwingine, think about what is best for you. Nikawa nakumbuka also kuna this one of my friend akawa ananiambia, ukienda somewhere ukakutana na someone who is new to you, kabla hujaanza kuwaza atanionaje, waza kwanza mimi namuonaje. Yani umefika, nimekutana na wewe, sianzi kuwaza utanionaje mimi, naanza kwanza na kuonaje. How are you? Na kupima, do you fit for me or not? Simple as that. Take control of your life. Don't let people take control of your life. Nobody has good thing for your life. It is you and God ambao mnajua what is best for your life. I personally cannot stay in your shoe no matter how much I would try to stay in your shoe. Hata kama nikijaribu kwa namna gani, bado kuna namna ambayo sitaweza kufit. Hata ukipewa advice, changanya na za kwako. So that is also one of the way ya kuweza kuget out of watanionaje face, ya kushindwa kukaa katika, ya kutoka katika comfort zone. So after learning this, unaweza kuwa unajiuliza, okay, nimeshajifunza hivi vyote. Nimeshajifunza best way ya kuget out of the comfortable zone. Nimeshajifunza kwa nini watu wapo kwenye comfortable zone. Sasa why should I get out of the comfort zone? Unaweza pia uko unajiuliza hivyo. Kwa nini nisibaki tu pale ambapo nimeshapazoea na maisha yaendelee? Then hapa ndo nikakumbuka this verse ya kwenye Bible. Inasema wakati Yesu anakuwa, Yesu akakuwa, akaongezeka kihekima na kimaarifa, akapata kibali mbele za Mungu na mbele za watu, right? So getting out of comfortable zone, of course, ina involve wewe kupata maarifa zaidi, ina involve wewe kupata hekima zaidi na kukua kutoka one version of you to another better version of you. So why should you go for it? Why should you get out of comfortable zone? Ni kwa sababu kama hapo nilivyosema, ikampa kibali mbele za Mungu na mbele za watu. Kuna vitu ambavyo duniani hautaka uvifikie until you allow yourself to grow, until you allow yourself to get out of the place you are. Ukianza tu na mfano mzuri ambao nilikuwa nimeshasema hapo mwanzoni kwamba your dreams, the things that you are imagining, hautaka ujue kama unaweza ukazifikia kwa kiwango kile ambacho unataka kukifikia until uchukue step ya kujaribu. So until you take the step of trying is when you will come to realize kwamba okay, kumbe ninaweza nikafikia kule. So if you want your life to be better than what it is right now, if you don't want to be a normal person like any other normal people who are in the world, if you want to be exceptional, if you want to fulfill the desires of your heart, if you want to reach to the destiny that God has planned for you, if you want to reach to the fate that you have destined for your life, inabidi you get out of your comfortable zone. Na kama you need favor also from people, although at the start wakati unaanza the process, it is not guaranteed kwamba it will be easy. It's not guaranteed kwamba the first step that you'll take, hata kama umeshapata knowledge ya kile ambacho unatamani kuwa, hata tuseme ndo unataka kufanya biashara, hata kama umeshapata knowledge, it's not guaranteed that at your first scenario, at your first step kwamba utasucceed. No, unaweza usisucceed pia. You need to keep trying. You need to keep trying. Why? Because you want a better life.
Why? Because you want to reach where God has destined you to reach. Mungu mwenyewe anasema ufalme wake unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu ndo kama hivyo. Because one of the thing about getting out of comfortable zone, nakumbuka waliowahi hapa Lucy aliongea. Akasema watu wengi wanashindwa ku get out of the comfortable zone kwa sababu they are not willing to pay the price. Getting out of comfortable zone involves you paying a certain price. Tuseme unataka kuwa engineer mkubwa. Unaweza kweli ukamaliza UDOM, ukapata degree yako, usipate SAP, usipate carry, lakini usiwe engineer mkubwa. Kwa sababu gani? Engineer mkubwa anahitaji GPA ya labda 4.5 mfano. So getting out of your comfortable zone itakuhitaji wewe ukeshe, usome, yani tuko room moja, tunasoma kozi moja, wote hatupati carry na SAP, ila mimi nalala saa 3, wewe utabidi ulale saa 8. Why? Because you know you want something extra. You do not just want to get out of not having SAP and not having carry. There is something deeper than that. There is something that you want to go to. Yani there is, unataka kuwa engineer, unataka kweli kufit katika sekta ambayo Mungu amekuweka. So there is a price that you have to pay, and you have to be ready to pay the price. Na nakumbuka wakati naanza hii nikakumbuka one of the most powerful prayer ambayo unaweza ukawa naomba, like, God, give me the grace to pay the price that I have to pay in order to reach where I have to reach. You have to know the price that you have to pay, and you have to have the strength of paying that price. Kama unabidi pay the price of not sleeping early, if you need to pay the price ya kufunga, if you need to pay the price ya kusoma vitabu vingi in a certain day, if you need to pay the price of living all luxuries that you are used to for a certain period, you have to do that just because you need to reach there. So yes, itakugharimu, but thanks to God, we have a God who is caring, and he can give you the strength of paying the price. Na kwa sababu ya muda, nikiwa huku mwishoni, nimalizie kwa something ambayo nilikuwa tunataka niongelee wadada. Hey. Okay. So nikawa naanza kusibu niweke wadada. There is something that I just simply want to speak to you guys. We know kwamba we are helpers, right? We are termed as helpers in the Bible, and we are also termed as helpers in the society, and it's true. But then that shouldn't make you inferior. Like, haitakiwi kukupa sababu ya wewe kuona kama hautakiwi kusoma sana. Haitakiwi kukupa sababu ya wewe kuona kama sitakiwi kufikiria outside the box simply because I'm going to help a man. Why? Kwa sababu, let's take this example. Nina kazi, nimeachiwa assignment na babu au na nani ya cyber security mfano. Then nina mambo mengi, siwezi kuimaliza. Nitatafuta mtu wa kunisaidia. Lakini sitamtafuta, tuseme ni kazi ya mwaka wa 3. Sitamtafuta mtu wa mwaka wa kwanza akanisaidie. Sitamtafuta mtu ambaye yuko nje ya saiv. Sitamtafuta mtu wa social akanisaidia. Nitaenda kumtafuta yule mtu ambaye najua ana akili, anaweza, kwa sababu of course sitaki kazi yangu iwe mbaya, sitaki kufeli in short. So nitaenda kumtafuta mtu mwenye qualities. As a woman, we need to have more skills in reality. And that is why God has given us an ability ya kumultitask. You need, yani, a man atakupa a certain lead, but you as a woman, you are the one who is required to change a house into a home. You are the one who is required to manage the things that a man will provide. You are the one, yani, uwezo wako wa kufikiria ndo utadetermine maisha yenu pale ndani atakuwaje. Yeye atakuja ataleta hela,
wewe ndo utajua, utabudget, utafanya nini. So if you'll be used na utakuwa umeshajitrain ya kutembea na comfort zone, itafika point ukipata hela hautakuwa unafikiria biashara, utakuwa unafikiria kufanyia matumizi. Why? Ulishazoea kuthink yani hivyo low, hujazoea kufikiria high. So as a woman, if you want your life to be good, if you want your future to be bright, you have to start training yourself to get out of your comfort zone. Tafuta hekima. Tukisema, nikiona kwenye Mithali 10:13 inasema hekima hupatikana domoni mwa mwenye ufahamu. So ufahamu ni nini? Knowledge. Lakini pia kwenye Biblia hiyo inasema kwamba mwanamke mwenye hekima ndiye anayejenga nyumba yake, si ndio? So afu tukirudi kwenye Mithali 10:13 inasema kwamba hekima hupatikana kwenye mdomo wa mwenye ufahamu. So what comes first? You need to seek knowledge. Yani don't limit yourself to read. Tafuta books za finance. You're going to be managing someone's money. Find knowledge about finance. Find knowledge about managing your house. Find knowledge, find deeper knowledge. Go deeper. You are not meant to be partial. You're meant to be more skillful, and that is why you are going to be a helper, because you are more skillful, because there are gaps that you will need to fit. So it's a call for us all, me and you, not just you and I, that to get off our comfortable zone. Let's do better. You are studying, fanya kweli. Hela zako zitakuja kukusaidia, so wewe tu na familia yako. Itafika point kwamba hatutaonekana mzigo tena kwenye jamii, because na sisi tuna vya kwetu. Na by that we will have more chances of creating a better life for us, for our future and for our families. So ladies, I expect more from you. Ishi kwa malengo. Asante.